Mwili wako ni mzima, mwili wako ni mzima, kuanzia kwenye kiuno na mifupa. Brucella imetoweka Jesus name. Haya, imekaje? Sogea, mbona unalia? Hali yako sasa? Usikii maumivu ya kiuno? Au usikii? Bado kuna watu hapo wana imani ndogo. Dada, umekuja ukiwa na shida gani? Unasikia maumivu? Saa hii hebu search vizuri, search. Usikii vizuri? Hebu fanya hivi. Hebu nyanyua miguu yako. Umepona miguu? Umepona? Huyu Mungu ndio tunamtaka, anayeponya saa hiyo hiyo. Amujui vile nimekuja. Mwanangu, nenda ukastawi, hautaumwa tena na Mungu akakubariki. Lakini mume wako yuko wapi? Ameenda kazini. Anachimba. Anaenda kufanya kibarua wapi? Nakukemea. Ulitaka kuondoka? Unataka kuondoka? Anasema? Kwamba ameambiwa na mume wake aondoke asitoke. Yule mwanaume usimlaumu, usishindane naye, kwa sababu kwanza namuona yeye peke yake. Kuna roho amepandikizwa. Sawa? Unamfahamu Julius? Ni nani? Mama kwako. Okay. Sasa yule mwanaume ana vita, mwanaume wako. Swala la kuambiwa ondoka alijaanza leo. Ni muda. Kuanzia mwezi wa kwanza ulivyorudi ulikuwa umeondokaga. Wa kuombewa. Yule mwanaume ni wa kufanyaje? Kuombewa. Hivi nani ana taarifa huyo mama anaenda kukosa watoto wa kiume wote kama alivyokosa mwingine? Wachawi waliotaka kumuua yeye, wataka kumuua kuanzia akiwa anachimba mawe, wakamuingiza kwenye dimbwi la pombe. Walivyomuingiza kwenye dimbwi la pombe, wakahakikisha wanaharibu familia yake. Kwa yule kijana akawa hana chochote anachokifanya zaidi ya pressure kwa mama. Wakataka kumuua, wakamshinda, wakaona wamchukue mdogo. Wakamchukua mdogo. Sasa yule mama asipoingia kwenye maombi na asipoomba kufunga roho ya mauti, anaweza akakosa watoto wote wa kiume akabaki na wa kike tu. Ndio maana nikamuuliza mume wake, sasa kinachomtesa mwanaume akutaki ni kwa sababu ya roho zile za mauti. Bwana amekuponya leo. So umepona. Huyo Mungu ndio atakufanyia muujiza. Huyo mwanaume hatakufa tena katika jina la Yesu. Narudia tena, huyo mwanaume hatakufa, ataishi na mtaelewana. Amen. Nenda ukamtukuze Yesu wa mbinguni. Hallelujah. Glory to God.